Kuathirika kwa moyo ni kubaya. Unaweza ukaolewa na ndoa ikawa chungu kwa sababu ya kuathirika kwa moyo. Unaweza ukaoa ukapata shida kwa sababu ya kuathirika kwa moyo. Ndio maana anasema moyo ulipopata uchungu na viuno vilipata shida. Asemi kiuno, anasema viuno. Maana yake production system yako inakuwa inaathirika kwa sababu ya kuathirika kwa moyo. Moyo ni eneo nyeti sana. Na nimezungumza kwa sehemu ya juu sana. Maana nilipoanza kusema madhara watu walikuwa wamenyamaza kama vile wamenyeshwa na mvua. Lakini nataka nikwambie ukweli, hata kuna magonjwa mengi tunapata kwa sababu ya kuathirika kwa moyo. Mwili wako unakuwa dhaifu kwa sababu ya kuathirika kwa moyo. Ndio maana Biblia inasema linda sana moyo wako kuliko vitu. Na hapa duniani mtu anaweza kukupa raha peke yake ni Mungu. Amen. Wanadamu wanaamka na mudi zao. Anaweza akawa leo ana furaha, kesho ana furaha. Yes. Ukitegemea atakupa furaha, hawezi kukupa furaha. Wewe inabidi tu uwe furaha na ujipe furaha. Hallelujah. Kwa hiyo moyo ni kitu cha maana sana kukilinda. Biblia inasema ndipo zinapotoka chemchemi za uzima. Sawa. Hallelujah. Amen. Leo tunaenda na kipengele kinachosema uhusiano uliopo kati ya imani moyoni, kumpenda Mungu na kumtolea sadaka. Uhusiano uliopo kati ya imani moyoni, kumpenda Mungu na kumtolea sadaka. Hallelujah. Cha kwanza, fahamu ya kuwa imani inakaa moyoni. Kwa mujibu wa kitabu cha Warumi 10:10. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Kwa hiyo inatuonyesha kwamba imani inakaa kwenye moyo. Lakini pia namba 2, upendo na wenyewe unakaa moyoni. Soma kitabu kile cha Warumi sura ya 5. Na mstari ule wa 5. Namba 1 nisome. Biblia inasema natumai halitahayalishi. Nitarudia. Natumai halitahayalishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Natumaini halitahayalishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa ndani ya mioyo yetu na Roho Mtakatifu. Nilikwambia siku moja, wewe huna pendo la kumpenda Mungu. Pendo lako ni kidogo sana. Linaweza likawepo na saa nyingine lisiwezo. Lakini swala la kumpenda Mungu limemiminwa ndani yetu na Roho Mtakatifu. Ukisikia unampenda Mungu, maana ni kwamba Roho Mtakatifu ndani yako amekuwezesha kumpenda Mungu. Na ndiye anayeweza kukusaidia kuendelea kumpenda Mungu hata kwenye vipindi vigumu, vipindi vya kupatisha tamaa, vipindi ambavyo vinahitaji kuwa mvumilivu. Ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ukiona unaendelea kustahimili kwenye mambo magumu na bado unaendelea kumpenda Mungu, ujue kwamba sio wewe, Sawa. isipokuwa ni Roho Mtakatifu. Yes. Kwa sababu kwenye mazingira magumu ndipo tunapopima upendo wako kwa Mungu.
lakini pia na upendo wetu sisi kwa sisi. Hallelujah. Amen. Ukitaka kujua mtu anakupenda sasa hivi mnapita kwenye dhiki, kwenye majaribu, kwenye maeneo magumu, alafu bado amwachana. Kinachowaunganisha pale ni pendo. Hallelujah. Kwa hiyo upendo unakaa kwenye moyo na imani inakaa kwenye moyo. Ni pointi ambazo unatakiwa uzishike. Hallelujah. Amen. Ukisoma kile kitabu cha Wakorintho wa pili 9:6 na 9 na hadi 7. Wakorintho wa pili 9:6 hadi 7. Jumapili nilizungumza kidogo na vitu lazima uvifahamu. Lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu umpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Naomba rudie tena hilo. Biblia inasema, na kila mmoja alisome hapo. Kama una Biblia yako fungua, soma. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6. Biblia inasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Kila mtu na atende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu umpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Haleluya. Unaweza ukaona jinsi ambavyo Mungu anautazama sana moyo. You can see how God looks too far on the heart. Ndio maana anasema kila mmoja afanye kwa nini? Kama alivyokusudia moyoni mwake. Kwa hiyo kusudio la moyo wako ndilo linalokuletea matokeo. It's what brings results to you. Kwa sababu kupanda kunatoka kwenye moyo wako. Because making seeds, kutoa sadaka kunatoka kwenye moyo to wako. give starts from your heart. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo kiwango ambacho unampenda Mungu, The level of loving God, kiwango ambacho unampenda Mungu kinategemea imani ulionayo na upendo ulionao ndani yako. depends on the faith you have and the love you have inside your heart. Na hicho ndicho kinachoamua That's what decide umtolee Mungu kiasi gani how much can you give to God, na umtumikie Mungu kwa how viwango to vipi. serve God in which levels. Kwa sababu tunapopita kwenye majaribu mbalimbali Because when you pass in hard na moments changamoto mbalimbali, and hard environments, zile changamoto na majaribu yanaongea kwenye moyo. they talk inside people's heart. Unaweza ukachoka, You can get tired, unaweza ukakata tamaa nyingine. you can get, Lakini kinachotusaidia tusichoke au kukata tamaa but what help us not ni to kwa sababu la pendo la Mungu ambalo limemiminwa ndani is yetu. because of God's love that Kwa was changamoto zinakuwa tena sio issue kwetu. Changamoto zinakuwa sio kitu cha sijui semeje Kiswahili. It's not an issue kwetu. Nashindwa namna ya kuweka Kiswahili. Kwa hiyo changamoto hazituzuii kuendelea na Mungu. Problems does not give us, Kwa sababu ni ile pendo ambalo Mungu ameliweka because of the ndani. love that God shed inside us. Kuandika kinachoonyesha kuwa unampenda Mungu moyoni What ni shows that imani you love God inside you? pamoja na upendo wa Mungu ambao ukusukuma kumtolea na kumtumikia kwa nguvu zako. Along with the love that force you to give and save Him. Kinachoonyesha kuwa unampenda Mungu That shows that you Moyoni. love God in your heart. ni imani pamoja na upendo Is wa Mungu faith with the love of God. ambao ukusukuma kumtolea au kumtumikia kwa nguvu zako. That gives you a cheerful heart to give and serve Him with all your heart. Kitabu cha Waebrania sura ya 11 Ebrania, Hebrews, mstari ule wa 4. Waebrania 11 mstari wa 4. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini,
kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Naomba urudie tena. Waebrania, Na kila mmoja afungue hapo. Waebrania 11 mstari wa 4. Biblia inasema kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Haleluya. Nimesema lazima ufahamu point hizi. Imani inakaa kwenye moyo wa mtu. Faith stays in somebody's Na heart. upendo wa Mungu unakaa ndani ya And moyo. love stays in somebody's heart. Kitabu cha Waebrania kinatuambia Hebrews tells us, kwa imani by Abeli faith, alimtolea sadaka Abel gives God iliyo bora, offering that was great. na mpaka imewekwa kumbukumbu mpaka leo. Until now is in the history. Unakumbuka kwamba watoto walikuwa wawili, Do you remember these children was two? Kaini na Abeli, Cain and Abel. na wote walimtolea Mungu sadaka. And they all give offering to God. Lakini sadaka iliyokubalika But the offering that was accepted ilikuwa ni sadaka ya Abeli. is from Abel's. Kwa nini? Kwa sababu sadaka ya Abeli Because Abel's ilikuwa ni offering sadaka bora. was a great offering. Lakini kilichosababisha Abeli kutoa sadaka iliyo bora ni kitu gani? But what makes Abel gives a great offering? Unaposoma andiko utaona ya kwamba You will see Abeli alimpenda Mungu wake, Abel loves God. lakini pia Abeli alimwamini Mungu wake Abel trusts on God kutoka ndani ya moyo wake. from his heart. Kwa hiyo kiwango cha kumpenda Mungu So the level of loving God kilimsukuma forced him kumtengenezea Mungu sadaka to iliyo bora, prepare God is a better offering. kwa sababu sio tu kwamba alimpenda Mungu, Because it's not only he loves God, lakini alimwamini Mungu but also he trusted God. ya kwamba atakachomtolea That what he will give, hata kama ni chote, even if it's all, Mungu anaweza akamrejesha tena. God can return it to him. Haleluya. Sikukampeni kutoa sadaka, I don't campaign you to give offering, ila nakufundisha but I'm umuhimu teaching you wa sadaka the importance of mbele za offering Mungu. in front of God. Ibrahim Abraham, ambaye tunajifunza who we are leading about, na sisi ni watoto wake katika and imani. we are his children in faith. Biblia inatuambia The Bible is telling us Mungu alimsemesha God talked with him atoe sadaka that he should give offering ya mzaliwa wake wa kwanza, for the first of his first, mtoto pekee aliyekuwa naye. the only child he had. Na Biblia inatuonyesha kwamba Ibrahim hakubisha. And the Bible is showing us Abraham never hesitated. Usifikiri ilikuwa ni kazi rahisi Don't think that it was a simple decision kumtoa mtoto ambaye umemsubiria miaka 20 to give your only son who you have been waited 25 years. It was, alafu una mtoto mwingine. and you don't have another child. Haleluya. Hallelujah. Hiyo vita iliyokuwa kwenye mawazo walielezwa That kwenye Bible. war inside the mind, it's not told. Lakini na imani But I have faith ndani ya moyo wa Ibrahim that inside Abraham's heart kulikuwa na vita, there was wars, lakini aliishinda ile vita but he win it kwa sababu because Biblia ituelezi the Bible is not telling us kama Sara mke wake that Sarah, his wife, aliongea kitu chochote, said anything. na sisi tunajua kabisa ya kwamba And we understand kwenye ndoa that in marriage, katika mambo ya namna hiyo yanaweza yakaleta utata. things like that can bring. Umemsikia Mungu kweli? Did you really hear God? Haleluya. Unaweza ukaamua kutolea Mungu sadaka iliyo You bora, can decide to give God Mkeo akawa an kwanza, offering, and your wife, mumeo akawa kwanza, your husband starts. lakini Mungu alimsemesha. But God is talking to you. Lakini kama Mungu alimsemesha huyo mwingine, But if God ndio tunaweza kuwa na that upinzani wa kimawazo. Haleluya. Lakini Ibrahimu, but Abraham, Biblia inatuonyesha hakubisha, the Bible is saying he did not alimtoa accept. mwanae. He gave out his son.
Lakini unaweza ukaelewa ukifuatana na Bible ya But you kwamba can understand kilichomsukuma Ibrahim kutii what forces Abraham to upendo aliokuwa nao kwa Mungu respect is the love he na has, imani aliyokuwa nayo kwa the Mungu faith he have on God kutoka ndani ya moyo wake. from inside his heart. Ukimpenda Mungu kutoka When moyoni you love God from your heart na kumwamini kutoka and moyoni, trust him from your heart, hutamzuilia chochote you will ulicho. not distract him on anything that you have. Haleluya. Amen. Ndio maana sadaka sio Offering kitu ambacho unashtukia. is not the thing that you just come from the inside. Hallelujah. Hallelujah. Sadaka ni kitu ambacho iko very sensitive. It's a very sensitive issue Kwa sababu sadaka because the offering inaupeleka moyo wako kwenye madhabahu hiyo. is bringing your heart on the God's altar. Ndio maana nadhiri nyingi zinazoambatana na sadaka huwa zinalipiwa haraka, That's why many offering that you kwa sababu with your moyo heart, wako unaambatana na because sadaka. your heart is abandoned with your offering. Mungu alipoamuru sadaka When God said about offering, sio kwa sababu ya kitu kingine, it's not because of any other thing, kwa sababu aliitaka mioyo yetu. but He wanted our hearts. Ndio maana miungu inataka sadaka, That's why God needs Mungu offering anataka sadaka. and God wants offering. Wewe ni shahidi. Kuna watu wengi sana wamejikomiti kwa miungu na sadaka. There are many people committed to God Mioyo yao with the imeweza offering, and kujikomiti their na miungu, hearts are there committed. na wanamtolea sadaka kubwa mpaka za And kuua they watu give the better offering ili waweze kufanikiwa. so that they can be successful. Mawazo yao, Their minds, fikra zao their feelings, zinaamini ya kwamba akitoa ile trusting sadaka that if they give kwa that hiyo offering, anaipenda they miungu. will be answered. Sasa Mungu wetu ana nguvu zaidi kuliko miungu. Our God is very powerful, more than Hallelujah. gods. Mungu wetu ana nguvu kuliko miungu. Shida ni kwamba hatujaweza kutembea naye kwenye mioyo The yetu. problem is we didn't decide to walk with Him in our hearts. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo Abeli, Biblia inasema alimtolea Mungu sadaka iliyo bora, So Abel gives God a better offering kwa sababu alimpenda Mungu, because he loved Him lakini pia alimwamini Mungu. and he trusted in Him. Kuna watu saa ingine wanapata mashaka There are people sometimes feel ndani ya mioyo yao, inside their heart, hivi nikitoa kweli nitabarikiwa? when I give, will I be blessed? Swala la kutembea na Mungu, A thing of walking with God, usitembee na Mungu kwenye mashaka. don't walk with fear. Biblia inasema aaminie The hata Bible tayari. said, who trusts will not be estimated. Na nataka nikwambie kwamba And they want to tell you hakuna sadaka inayokufa kwenye that madhabahu. there is no offering that dies in the altar. Huwa inasubiria muda na wakati. It's just waiting for the seasons. Tatizo ni kwamba The issue is, tunataka tukimtolea Mungu sasa hivi we tupate want, majibu sasa. when we give Him now, we get the answers now. Upulize mtungi wa gesi, gesi itokee hapo hapo. Halo. Si ndivyo mlisha mnataka hiyo? Yaani ufanye kitu hapo hapo. You do the thing on the same time, you get results. Mungu ni Mungu wa utaratibu. God is the God of protocols. Haleluya. Mungu ni Mungu wa hatua. God is the God of steps. Kornelio alikuwa anamtolea Mungu sadaka nyingi, Biblia Cornelius was inasema. giving God Nyingi. many offering. Na alikuwa anamtolea Mungu, Biblia inasema, na kumwomba Mungu. He was giving offering and praying to God. Lakini hakuwa anaokoka. But he wasn't a born again person. Alikuwa anamtolea Mungu, lakini hakuwa He was amepata. just giving, but he didn't give it. Saa ilipofika, When the time reached, Mungu alimletea uhitaji ambao yeye Mungu alikuwa anautaka kwanza. God brings what Kwa sababu kama ni swala la fedha alikuwa nayo Kornelio. if it was the Na matter ndio maana Biblia of inasema God, alikuwa anatoa sadaka nyingi. that's why he was giving many offerings. Lakini muda ulipofika, But when the season reached, malaika akatumwa. the angel sent, Nenda kamwambie Kornelio go pale. and tell Cornelius.
alichokuwa amekosa Kornelio ni wokovu tu. What he did not have, it was all Kwa hiyo Mungu salvation. akampa wokovu So God gave him kwa salvation sababu ya sadaka because of the offering iliyokuwa kwenye madhabahu ya Mungu. that it was God in God's altar. Kuna watu wengi walimtolea Mungu There are sadaka. many people who gave God offering. Ninajua wengine walipata matokeo. I know others have did Lakini not nataka get nikutie deliverance, moyo but I want to give you ya hope kwamba Mungu asahau sadaka ya that God does not forget the inakaa offerings. kwenye madhabahu yake, It's staying on his heart. inasubiria muda. It's waiting for the season. Utaona hapa mbele kitu ambacho Biblia inasema You see forward what the Bible tuweze kuwa na says. subira. We should have passion. Haleluya. Hallelujah. Ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 13 mstari ule wa 13. Colossians 13. Biblia inasema basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Naomba urudie tena. Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa 13. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Sasa inadumu imani, tumaini na upendo. Anasema lililokuwa, unaona sasa hapa imani imewekwa chini. Anasema lililokuwa hapa ni upendo. Lakini vile vinakaa moyoni. Upendo unakaa moyoni, imani inakaa kwenye moyo wako. Lakini Paulo anatuambia kwamba sasa Paul is saying, katika haya matatu in all of upendo unachukua nafasi ya kwanza. love is having the first position. Kwa nini upendo unachukua nafasi ya kwanza? Why love is having the first position? Kwa sababu Biblia inasema Because the Bible says upendo ni kifungo cha ukamilifu. love is the bonding of accomplishment. Ukiwa na upendo wa kweli wa Mungu, If you have love ndani yake inside, kuna imani. inside there is faith. Ukishakuwa na upendo wa kweli wa Mungu, If you have the true ndani love yake of God, automatically imani ipo. inside it have Uweze faith. ukampenda Mungu You cannot love kama God una imani naye, if you don't have faith. lakini pia uweze ukampenda mtu You cannot love a bila kuwa na imani person naye. if you don't trust him. Ukimpenda mtu If you love na person, imani utamwamini. the faith will be on you. Ndio maana upendo uko juu. That's why love is up. Ukiwa na upendo, Biblia inasema If you have love, the Bible says, upendo hautendei mtu kitu kibaya. does not do bad things to others. Biblia inasema upendo usitiri The wingi wa Bible dhambi. is saying love secure the many. Kwa upendo ni kitu ambacho kinatufunika. So love covers us. Na ndio maana Yesu anaamuru tupendane That's sisi why kwa Paul sisi. is saying let us love each other. Ndio Biblia inavyotuamuru. That's what he's saying. Hata siku moja huwezi ukampenda Mungu ukampendea mabaya. Even one day you cannot love somebody and Haiwezekani. do bad things to him. Mtu ambaye unampenda Mungu A person who you love God na mtu ambaye unampenda and mwenzako you love your friend, hautamtendea you mabaya, cannot do evil to him kwa sababu lile pendo ambalo liko ndani yako. because of the love that is inside. Na kinachotufanya sisi kuwa wamoja And what makes us one ni kwa sababu ya penzi la Mungu ambalo limekaa ndani yetu. is because of the love of Christ. Ndio maana tunaweza kuvumiliana, That's why you can be ndio maana tunaweza kuchukuliana. That's why you can kill. Ukiona umefika mahali huwezi kuchukuliana na mwenzako, When you cannot be nenda patient with kakabue ndani others, ya moyo wako kama just pendo go lipo au lipo. inside yourself if you have love. Tunabebana tu kwa sababu ya ule upendo wa Mungu ambao Mungu ameweka ndani. We just kill each other because of the love of Christ that you have inside. Hallelujah. Hallelujah. Na hapo ndipo tunapoweza kutunza hata mioyo yetu ikawa salama kwa sababu ya lile penzi ambalo tunapeana sisi kwa sisi. It's where we can secure our hearts to be safe. Hallelujah. Hallelujah. Jesus my Lord. Tufungue kile kitabu cha Wakorintho wa 13 tena. Mstari wa kwanza hadi ule wa 8. Au tutasoma Wagalatia 5. Tuanze ule mstari wa 22. Wakorintho
Wakorintho wa kwanza 13 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, ilikuwa shaka iliayo na upatu. Tena japokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, haifaidi kitu. Upendo huvumilia, hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabali, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Haleluya. Nilitaka uone vitu ambavyo vinazungumzwa pale vya msingi na vya maana sana. I wanted you to see ambavyo ni kipimo cha kujipima wewe kwamba ndani yako pendo la Mungu linakaa. Inside you have God's love. Biblia inasema upendo ufurahi pamoja na kweli. The Bible says love rejoice. Sasa kinachotufanya tuendelee kuwa na imani kwa Mungu kwa sababu ile kweli tunayobeba ndani ya mioyo yetu. It's just because of ambayo inatujengea imani. That build our faith. Sasa inapofikia mahali ambapo tunamtolea Mungu sadaka, when we reach a place where we give God, iwe ni ya kumtumikia, the saving offering, iwe ni fedha yako, or your money, iwe ni mali yako, or your since your properties you own, kama hujaona matokeo kwa wakati ambao ulitaka kuona, if you haven't seen the results on the time you wanted, Biblia inasisitiza kuwa na kitu kinachoitwa subira. The Bible is saying let's have passion. Azungumzie uvumilivu. He's not talking about. Anazungumza subira. Nilikuwa nafuatilia hili neno subira kwenye Biblia tofauti za Kiingereza. Nikagundua ni zaidi ya uvumilivu. Yaani my Lord, my Jesus. Hebu fungua kitabu cha Waebrania sura ile ya 6:11 hadi 15 na mlango wa 10 mstari wa 36. Waebrania 6:11 mpaka 15. Nasi tunataka sana kila mmoja wenu aidhinishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho, ili msiwe wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao wazidishio ahadi kwa imani na uvumilivu. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahim ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki, na kuongeza nitakuongeza. Na hivyo kwa kuvumilia akaipata ile ahadi. 10:36. Waebrania 10:36. Biblia inasema, maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu ipate ile ahadi. Rudia tena mstari. Maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu ipate ile ahadi. Na mambo mawili hapa nataka tuyaangalie. Biblia inatupa mfano wa uvumilivu wa Ibrahim. Passion of Abraham. Na Mungu kumwahidi. And God promising. Mpaka kuja kumpa ahadi. Until coming to Kitabu cha Waebrania 10:36 anasema tunahitaji kuwa na saburi ili tukiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu tupate zile ahadi. Saburi maana yake ni hii, ni uvumilivu sawa. Lakini ni uvumilivu ambao
It's endurance that hata kama unapita kwenye misukosuko, even if you pass in hard moments, bado unaendelea kuyafanya mapenzi ya you're Mungu, still doing God's wills. ukiwa na imani ya kwamba Mungu alichokuahidia atakitimiza. While you have faith that what God promised He will fulfill. Naomba uelewe vizuri. You have to understand Saburi ni uvumilivu, yes, endurance. lakini uvumilivu huu But this endurance, ni uvumilivu ambao haukati tamaa, it's endurance that you don't give up. hauchoki, You don't get tired. unaendelea kuyafanya mapenzi ya You Mungu. just keep doing God's will. Yaani kama vile ambavyo usikii chochote, Like you hear nothing. lakini moyoni mwako unamwamini But Mungu, inside your heart you trust God. moyoni mwako unaendelea kumpenda Mungu, Inside your heart you keep loving God. kwa sababu wewe unaendelea kuyafanya mapenzi ya Mungu. Because you keep doing God's will. Mapenzi ya Mungu, kile ambacho amekuagiza wewe kufanya. God's wills is that He commands. Sasa katika sadaka, So in offerings, ziko sadaka za aina nyingi, there are many offerings. na ningekushauri nenda kwenye Agano la Kale, angalia sadaka za wenzetu zilivyokuwa. Advise you just go. Sina muda wa kuzisema hapa. And say and look. Wenzetu walikuwa wanatoa sadaka tena za kutosha, So people wanatoa ng'ombe 100, wanatoa mbuzi and it kadhaa, was better offerings. na zote zinateketezwa. Haleluya! Sasa katika eneo la sadaka, So in a place of offering, iwe unatoa mali, iwe unatoa moyo wako, you give your property or your heart. lazima uangalie kwanza katika maisha yako, It's a must. je, ninayafanya mapenzi ya Mungu? God's wills. Shina namna ya kuliweka hili swali, kwa sababu hapa anasema tukiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu tuweze kuwa na subira, When we all do God's wills, we should have patience. na mapenzi ya Mungu God's yapo wills kwenye kila ambacho umeagizwa kufanya. are inside what you have been commanded to do. Unajua tunamtumikia Mungu wote You know, we all serve God na kwa namna tofauti in tofauti. different ways. Ndio maana sijui kama siku moja nishakwambia hapa, That's why I don't know if one day I tafuta told you, kufahamu nafasi ambayo Mungu amekuweka. search in knowing the position that God Fahamu kutoka moyoni, made you from your heart. kwa sababu hiyo ndio inayokufanya kuyafanya mapenzi ya Because Mungu, that position makes you to do God's will. kufanya kile ambacho Mungu anataka ufanye. What God ordained you to do. Na wakati utakuwa unafanya hicho kitu, At the time you are doing that, usifikiri kwamba misukosuko don't itakuwepo. think there will not be problems. Misukosuko na dhoruba itaendelea There will be kuwepo, a lot of issues and vitu vya kuchosha na kukatisha tamaa vitaendelea You're kuwepo, tired and give up will be there. lakini kinachokusukuma kuendelea But what will force you to kuyafanya mapenzi ya Mungu do His will katikati ya misukosuko in the midst of the ni kwa sababu ya imani ulionayo kwa is Mungu because of the faith na kwa sababu ya of God upendo ulionayo kwa and Mungu, the love you have. kwa maana ya kwamba mimi kwenye nafasi ambayo Mungu That in ameniweka the position nina uhakika na hii I nafasi. am assured. Kwa hata kama utanipiga mawe kwenye hii So if nafasi, you stoned me, I don't care. I don't care. Ndio maana unakuwa na Paulo akisema That's why you make nimepatikana na mateso haya lakini sitayari, consequences, but Sioni I'm aibu. getting tired kwa maana ninamjua ninaye because I know who I keep na kusadiki ya kwamba and aweza trust that kukilinda kile you nilichomwekea can amana hata protect siku what ile. I've given you. Kilichomsababisha Paulo kuvumilia mateso na dhoruba ni kwa sababu ya position aliyokuwa nayo Because of the na position imani aliyokuwa nayo kwa and the Mungu faith he has on God na pendo alilokuwa and nayo the kwa Mungu. love he has in God. Kwa hiyo walimpiga mawe, So they stoned him. walimrushia maneno, They stoned him with words, haikumdhuru. but he didn't get Ndio maana it. anasema nimevipiga vita vilivyo That's why I vizuri, say that mwendo nimeumaliza, I imani ended the nimeilinda. step, but I protected the My faith. Lord, my Jesus. Paulo alichokuwa analinda ni What Paul was protecting kwa Mungu wake, lakini was God. alipita kwenye mateso mengi But katika it huduma passes yake. through a lot of consequences. Ndio maana anasema tunahitaji kuwa na subira That's why he said we should have ili tukiisha kuyafanya so mapenzi ya that we have Mungu already done tuweze his will, kuipata ile ahadi. so that we can get his Kwa promise. hiyo ahadi ipo, The promise is there,
Swala sio ahadi. The issue is not the Swala ni promise. subira. The issue is passion. Katikati ya dhoruba, In the midst katikati ya of misukosuko, issues, hauachi kumtumikia Mungu. you don't get tired serving God. Hauachi kumtolea Mungu. You don't get tired offering. Kama ulitoa jana If you na bado hujaona matokeo, and you didn't see it, haikusumbui. Kuna watu wamemtolea Mungu there are people who get na bado hawajaona matokeo. and they Lakini never nataka see nikwambie ya kwamba Jesus. Let me tell you, subiria muda. wait for the time. Mungu hasahau sadaka ya mtu. God does not forget the offerings. Ndio maana anasema wako watu wacha wangu That's why he said waliofanya na mimi agano kwa njia ya sadaka. who have made Biblia inasema kwenye Zaburi offerings azikumbuke as sadaka. offering. He will remember the offerings. Hili somo ni kwa ajili ya watu ambao wamekata tamaa wakati fulani. This is for people Wamemtolea Mungu, wamemwona that Mungu. they give Na God. mimi leo nataka nikutie moyo kuambia kwamba subiria Let muda. me give you heart. Wait for Kuna the saa time. The inakuja season is coming ambao Mungu atakuvusha, that God will unapotakiwa take kuvuka. us where you have lakini usiache kumtolea Mungu and don't stop kama bado hujaona majibu. because you didn't see the results. Hallelujah. Hallelujah. My Lord, my Jesus. Hatuachi kumtolea Mungu. We don't stop Kwa sababu hatumtolei Mungu afadhali kwa sababu tunataka atufanyie. what we want him to do. Tunamtolea Mungu kwa sababu tunamwamini, We hatumtolea kwa sababu tunampenda. we trust and love him. Kama unamtolea Mungu kwa sababu If unatarajia, you giving him because you expect, nataka nikupe pole. very sorry. Mungu ni Mungu wa haki. God is the God of righteousness. Usifikiri amesahau haki yako. Don't think that he forget your right. Kwa kama ulifanya jana sana, So if you did fanya yesterday, leo zaidi. do today, Fanya na kesho zaidi. do more. Fanya na kesho kutwa zaidi. Do more. Sadaka haifi kwenye makao ya Mungu. Offering does not die. Iwe ni muda wako, iwe ni mali zako, iwe ni chochote unachojitoa. Anything you Sadaka are haifi. giving to God, it will not die. Cha msingi, angalia nafasi ambayo Mungu amekuweka. Look the positions Na that hapo Mungu alipokuweka, where je, God put you. ni mapenzi yako? Is it his will? Mungu ametupa ahadi zilizo nyingi God gave us sana. many promises. Ngoja nikwambie kitu. Let me tell you something. Kuna siku nilitamani nisisimame madhabahuni There was kufundisha. one day Nataka nigome. I felt Na like sikumwambia mke wangu. not teaching on the altar. Nasema no, I said, ninafundisha. I am Lakini bado nina mashambulizi kwenye but moyo. I still having a lot of Ninakiri neno la words Mungu. inside. Ninaomba tena kwa kukiri maneno ya Mungu, lakini afya yangu bado haijaa kama vile ninavyotaka. Prayers is not like what I Niliishia want. kutubu. So I just repent. Nakwambia kweli, nitamani nisisimame madhabahuni kufundisha. I felt like not standing on the altar. Unafundisha neno la Mungu, You teach the alafu word bado una mashambulizi kwenye and nini. still you have words inside you. Ukitamani kunyamaza, When you want unasikia to kuingia kwenye decide toba. staying quiet, you ended. Mungu ni wa ajabu. God is amazing God. Haleluya. Yaani Mungu haeleweki. God is ununderstandable. Kwa siwezi kuacha kumpenda Mungu na I kumwamini cannot stop kwa sababu ya loving God and mashambulizi ya mwili. trusting because of the health that Sasa I'm. hivi naweza nikaja hapa na lazimisha kusimama. I can sometimes Lakini mwili stand hautaki. and forced to stand, but the body doesn't want. Lakini bado nitaendelea kumpenda Mungu. But I will keep on loving Bado God. nitaendelea kumwamini I will Mungu. keep on Na trusting bado nitaendelea kumtumikia. and I will keep on serving Him. Kwa sababu sikuja kwake ili aniponye. Because I didn't come to Him so that he Aliniita tu can akanipenda He mwenyewe. called me because He just Na mimi loved me. akamimina pendo lake ndani And yangu He shedded His ili love niweze kumpenda inside me zaidi. so that I can love Him. Maisha yangu yako mikononi My mwake. life is in His hand. Kwa hiyo mwili ukigoma, So when the saa ingine unaulazimisha. we force it sometimes. Mwili ndio leo tuletea ugomvi na Mungu. The body is that Biblia inasema hauwezi kutii sheria ya Mungu. Biblia inasema nendeni kwa roho, we should go. wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa maana mwili ushindana na roho. Because the flesh is having Kuna war with the vita spirit. kati ya roho. There is a war between the Na mwili. flesh and the Mwili una vita na Roho Mtakatifu. the flesh having the wars with the spirit. Kwa hiyo wenyewe unasikia maumivu.
It's against. Unapeleka taarifa kwenye moyo. It's bringing information in. Kuna mawazo, ukafikra, ukaakili. Wewe unaweza ukanyanyuka usiku kwenda kanisani, mwili unapiga kelele, unaweza kulala. You can sleep because the body feels bad. Au uondoka ibadani. Or you get out. So taarifa zinapelekwa kwenye moyo. Because the information is going to the heart. Japo kwamba tunatembea katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi, lakini silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichojiinua kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Elimu ya Mungu iliyoko ndani yako. Haleluya. Amen. Unatakiwa utiishe mawazo mengine yote ya kubaliana na kile cha Mungu. Amen. Sio kazi nyepesi. Ni vita ambayo unapata kuona. Unaweza kuamka asubuhi mwili umekataa. Nakwambia lala. In the morning the body saying no, let's sleep. Ushindi wako you are winning. Utatokana na mawazo ulionayo kwa habari ya Mungu. Kwamba no, mwili tunaenda kanisani. Liwalo na liwe. Tunaenda kanisani. We are going to church. Kwa tunahitaji saburi. So we need passion. Tukiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu tuweze kuipata. Wewe unaona jinsi ambavyo Mungu amemwaidia Ibrahim. You can see how God is promising Abraham. Amekaa miaka 20 na akimsubiria Isaka. Waiting for Isaac. Ulipofika muda wa kupewa mtoto, Biblia inasema alipewa. When it reached the time to be given a child, he was given. Kwa hiyo nakutia moyo kwamba uwe na subira. Just have patience. Usiangalie mashambulizi yanayoendelea. Don't look the wars that are against you. Usiangalie majaribu yanayoendelea. Don't look the testing that are following. Usiangalie misukosuko yanayoendelea. Don't look the problems. Endelea kuyafanya mapenzi. Just keep on trusting God. Tafuta mapenzi ya Mungu ni nini kwenye maisha yako. God's wills in your life. Tafuta position ambayo Mungu amekuweka. Just search God's position. Endelea kuyafanya mapenzi ya Mungu. And keep doing. Saa itafika. The time will Mungu atakujilia. God will. Atakuvusha bahari ya Shamu. Atakuvusha Yordani. Utaona kustawi. Mungu asahau sadaka zote. Hallelujah. Upendo wa Mungu ndani yetu ndio unaoonyesha kwamba ndio unaoonyesha kwa watu wengine kwa sisi ni wanafunzi wa Kristo. Upendo wa Mungu ndani yetu ndio unaoonyesha kwa watu wengine kwa sisi ni wanafunzi wa Kristo. Kitabu kile cha Yohana 13 34 hadi 35. Yohana 13:34-35. Biblia inasema amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, ikiwa na upendo ninyi. Rudia tena hiyo mstari. Amri mpya nawapa, mpendane. Kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Hallelujah. Amen. Hiyo ni amri. Biblia inasema Yesu anawaamuru wanafunzi kupendana. Sisi ni wanafunzi wa Kristo, sio wa Kristo. Hallelujah. Sisi ni wanafunzi wa Kristo, sio wa Kristo. Umeelewa? Kinachoweza kututambulisha kwa watu wengine ni kwa sababu ya lile pendo la Mungu ambalo limemiminwa ndani yetu. Tunapopendana sisi kwa sisi, Biblia inasema, ndipo watu wanapojua kwamba hao watu ni wanafunzi wa Kristo. Maanake wanafanana na Kristo. Haleluya. Ndio maana nakwambia Yesu azungumzii wewe kuwa Kristo, anazungumza wewe kuwa wanafunzi wake.
Neno wa Kristo nishakwambia walipewa watu wa Kristo kwa sababu ya walivyoonekana tabia zao zinafanana na Kristo, wakaitwa wa Kristo. Kwa kama wewe unajiita Mkristo, tabia zako hazifanani na Kristo, uhitaji kuitwa Mkristo. Halo? Hello. Mbona mmenyamaza kama mmemwagiwa maji? Watu wamenyamaza kama mmemwagiwa maji. Biblia inasema kinachoweza kudhihirisha kwa watu wengine ni kwa sababu ile pendo tulilonalo sisi kwa sisi, yani wanafunzi. Watu watajua kwamba sisi ni wanafunzi wa Kristo kwa sababu ile penzi ambalo Mungu amelimimina ndani ya mioyo yetu. Amen. Ndio maana kama watoto wa neno la neema, sisi ni familia moja. Haleluya. Amen. Sisi sio tu ni kanisa la Mungu, lakini sisi ni familia. Sasa ili tuweze kuwa familia moja ya Mungu, lazima lile pendo la Mungu ambalo limekaa ndani ya mioyo yetu na imani tulionayo kwa Mungu wetu tuweze kushare sisi kwa sisi. Ukiona mwenzio analala njaa usimseme, lakini msaidie aweze kuwa na chakula. Amen. Haleluya. Amen. Ukiona mwenzio anaenda vibaya, Biblia inasema mtu akigafirika katika neno lolote, mrejesheni kwa moyo wa upendo, sio wa kumsema. Amen. Lakini mrejeshe kwa moyo wa upendo. Tukienenda namna hiyo, tunaweza kuwa familia moja ambayo inaweza ikamdhihirisha Mungu na watu wengine wakatamani kuungana pamoja na sisi. Ndio maana mwaka huu nimepata shida kidogo. Kwa nini hatufanye ile get together? Ni ya maana sana tunapowakaribisha watu wengine, kula nao chakula. Sio tu kwamba unawahubiria, lakini ila kula nao chakula pamoja, kuna kitu ambacho wanaweza wakajifunza kwetu. Kwa get together ni ya maana sana. Sasa mwaka huu hatujaifanya. Unawaalika tu, wewe umuhubiri chochote, mwambie karibu kanisani, tunakula chakula pamoja. Kuna kitu ambacho wataondoka nacho hapo ambacho wewe huwezi kuona kama ni cha maana, lakini ni cha maana. Sijajua kwa nini kitu mwaka huu tuliitia maana, sijajua. Haleluya. Amen. Kwa hiyo upendo wa Mungu ndani yetu ndio unaonyesha kwamba unaonyesha kwa watu wengine kwamba sisi ni wanafunzi. Pointi nyingine, kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 38 hadi 39. Warumi 8:38 hadi 39. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye mamlaka wala yaliyopo wala yatakayokuwako wala wenye uwezo wala yaliyo juu wala yaliyo chini wala kiumbe kingine chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nilitaka uone jinsi ambazo Mungu ametupenda kwa kiwango cha juu sana. Paulo anatuambia nimekwisha kujua hakika wala mauti wala uzima wala kitu kingine chochote hakiwezi kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Mungu amekupenda kama ulivyo na tabia zako hizo ambazo hazieleweki. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hata kama tunapita kwenye dhiki na mateso na masumbufu ya aina mbalimbali, na hata kama tunafika mahali ambapo tunashindwa na kukata tamaa, Biblia inasema bado pendo la Mungu haliondoki kwenye maisha ya mtu. Hii inatusaidia nini? Inatusaidia kuto kujihukumu. Unapopita kwenye changamoto mbalimbali ukachoka kukata tamaa. Kuna watu wanapita kwenye changamoto nyingi, wanaona kama Mungu amewasahau, Mungu amewaacha. Ukishaingia ndani ya Kristo,
akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, pendo la Mungu aliondoka. Haleluya. Amen. Ndio maana unapokosea, swala sio kukosea, swala sio kuanguka, swala ni kuto kusimama baada ya kuanguka. Kuna watu wanafikiri kwamba akishaanguka hawezi kusimama tena. Kazi ya pendo la Mungu ni kukuvuta, kukuleta tena kusimama ili safari iendelee. Ndio maana kwa sababu nimekwisha kujua hakika hata mauti ukifa haiwezi kututenga na upendo. Amen. Hata kama mtu anakushikilia upanga akakumaliza, maana ni kwamba upendo wa Mungu hauondoki kwenye maisha. Hello? Hello. Hello? Hello. Wangapi wanajua kwamba Mungu anawapenda? Kuna wengine hawaelewi kwamba Mungu anawapenda. Inawezekana kwa sababu ya mazingira ambayo unapita. Unajua unaweza kupita kwenye majaribu mbalimbali mpaka kusema Mungu ameniacha au Mungu anipendi. Nakueleza ukweli. Yaani changamoto za maisha zinatufanya tufike mahali ambapo tunaona kama Mungu ametuacha. Usifanye mchezo wa kupita kwenye mapito. Unaona kama Mungu hayupo. Lakini Biblia inatuambia kwamba Mungu hatuachi. Paulo anasema nimekwisha kujua hakika. Ni kitu ambacho ushakwenda kwamba ninajua hakika. Maana kwamba amefanya tathmini, akaelewa jinsi ambavyo upendo wa Mungu ulivyo. Mahali ambapo amepita, hajawahi kuona Mungu amemwacha. Sio kwamba hajapita, amepita kwenye maeneo magumu sana yasiyoeleweka. Lakini akaona kwamba bado Mungu hakumwacha. Hakuna sehemu Mungu kwa mtu kama unapopita kwenye changamoto za maisha ambazo hazina majibu. Ni sehemu ngumu sana. Unaona kama Mungu amekuacha, kama Mungu amekutupa. Unaomba maombi kama vile yanadonga mambo yanarudi. Unafika mahali unakiri kila neno lako unakiri, unaona kama aliendi. Lakini katikati ya majaribu, katikati ya misukosuko, Biblia inasema nimekwisha kujua hakika hakuna kitu kinachoweza kunitenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wangu. Hebu mshangilie Roho Mtakatifu.